Karibu mpendwa msikilizaji kwenye hii sehemu ya 13. Kwenye hii simulizi nzuri na tamu ambayo inakwenda kwa jina Mhudumu. Msikilizaji, kabla hajusonga mbele, turudi nyuma kidogo pale ambapo tulishia pale ambapo walifika mpaka katika lifti na kujipakia, ambapo iliopeleka mpaka ghorofa ya juu kabisa. Taratibu lifti ilifunguka, lakini wakati wanataka kushuka huko wameshikana mikono, Amanda na rafiki yake pia walikuwa wanataka kupanda, hivyo wakagongana uso kwa uso. Mr. J alihisi kama amepigwa shoti kumwona Amanda, mwanamke ambaye alikuwa kidhani ni marehemu. Lakini pia Amanda alishangaa, maana hakutegemea kuonana na Mr. J mapema hivyo. Kila mtu alijikuta kimtizama mwenzake, mpaka hata Sandra alishangaa na kujiuliza kama watu hao walikuwa kifahamiana au la. Naam, msikilizaji, nini kitaendelea? Nini kitajiri? Basi ungana nami moja kwa moja katika sehemu hii ya 13 kwenye hii simulizi nzuri na tamu ambayo inakwenda kwa jina Mhudumu. Msikilizaji na mkereketwa wa Mwinula TV simulizi, karibu kwenye hii sehemu ya 13 ili uweze kufuatilia mwanzo hadi mwisho. Katika sehemu hii ya 13 utaweza kujua hasa nini kilichoweza kuendelea. Karibu. Wawili hao walibaki kutizamana kwa muda kidogo, mpaka pale ambapo mlio wa risasi ulipoweza kuwashtua. Mr. J hakutaka kusubiri neno lolote kutoka kwa Amanda. Alimshika mkono Sandra na kupanda naye ngazi mpaka juu ya ghorofa, ambapo kulikuwa na helikopta ilikuwa ikiwasubiri kuwatoa hapo. Sandra mpaka wakati huo alikuwa haelewi kwa nini Mr. J amtoe hotelini, ilhali hakuwa na shida na mtu yeyote. Walisogelea helikopta na Mr. J alimpakia Sandra kwanza, ila wakati naye anataka kupanda alikuwa amechelewa. Risasi mbili zilitua mgongoni mwake na kupelekea kuanguka chini. Oh, Mr. J! Sandra aliita na kujaribu kushuka ili kwenda kumsaidia Mr. J ambaye alikuwa amelala sakafuni, lakini dereva alitia lock milango na kupaisha helikopta, maana alijua watu hao wasingemuua Mr. J, ila walikuwa na shida na Sandra ambaye ndiye target yao. Shit, pesa imeenda ile, lakini msijali, lazima tutamnasa, kama sio leo hata kesho. Twende zetu. Naam. Kiongozi wa vijana ambao walitumwa na Dismas waliamua kuondoka zao baada ya kumkosa Sandra. Hawakutaka kushughulika na Mr. J, maana hakuwa na faida yoyote kwao. Maumivu yalikuwa makali sana mgongoni kwa Mr. J. Damu nyingi sana zilikuwa zikimtoka na mwisho alipoteza fahamu. Ila huku upande wa Sandra, njia nzima alikuwa akilia tu, maana alijua tayari Mr. J alikuwa amepoteza maisha, na ukizingatia alikuwa tayari ameanza kumpenda, ndio alizidi kupagawa. Alifikishwa mpaka katika nyumba ya Mr. J ambayo ilikuwa na ulinzi mkali, kisha aliwekwa chumbani na kufungiwa mlango. Sandra akiwa mwenyewe alishuka chini na kupiga magoti. Mikono yake alikutanisha pamoja na kuanza kuomba Mungu aweze kumsaidia Mr. J, kwani alijitoa kwa ajili ya kumsaidia asiingie kwenye mikono ya watu wabaya. Naam. Basi tukiachana na matukio hayo ambayo yanaendelea, tugeukie upande wa pili wa simulizi yetu. Huku tunakutana na jumba moja kubwa sana la kifahari, ambapo ndani ya jumba hilo ilikuwa ikiishi familia ya mfanyabiashara mkubwa sana. Muda huo majira jioni, alionekana mwanamke wa makamo ambaye alikuwa akisafisha sakafu, huku sura yake ikionekana kuwa na makovu mengi sana. Haikujulikana alikuwa amepigwa au alikuwa amepata ajali, lakini makovu yake yalikuwa ya kustajabisha. Wakati akiwa anaendelea kusafisha, alitoka mwanamke mtu mzima katika chumba kimoja ndani ya nyumba hiyo na kusogea mpaka alipo mwanamke ambaye alikuwa akifanya usafi.
ukimaliza hapo, naomba uje jikoni kuandaa juisi, maana wageni wapo njiani kufika. Halafu wageni wakifika, sitaki kuona hilo sura lako lenye makovu kama mwanajeshi. Ukajifungie chumbani, maana utatia aibu. Nafikiri umenielewa. Sawa mama. Mwanamke huyo alikubali kinyonge, huku sura yake ikianza kulenga machozi. Ilionyesha kwamba kuna mazito sana ambayo yalikuwa moyoni, yaliyofanya kubeba machungu. Halafu nilishakwambia usiniite mama. Mimi siwezi kuwa na mkwe kama wewe. Mkwe wangu yupo njiani kufika. Kwa hiyo, endapo nikikusikia tena, basi hiyo sura yako itaendelea kuwa kama kituko. Mwanamama huyo alimaliza kuongea na kuondoka, akiacha macho yenye huzuni nyuma yake akimtizama. Naam, huyu mwanamke mdogo ambaye alikuwa akifanya usafi alikuwa akiitwa Adelina. Alikuwa ni binti mrembo si haba, lakini urembo wake ulifichwa nyuma makovu ya kipigo alichokuwa kikipata kila siku. Adelina katika nyumba hiyo alikuwa ameolewa na mtoto wa kiume wa familia hiyo, ambaye alikuwa ni mfanyabiashara anayesimamia kampuni za baba yake. Familia ya Adelina ilikuwa ni moja ya familia tajiri sana na yenye nguvu jijini, na hiyo ndiyo sababu iliyofanya aolewe hapo, kwa lengo la kuunganisha familia hizo mbili kwenye biashara. Hapo mwanzo alikuwa akipendwa na kuthaminiwa, alikuwa akinyenyekewa kama binti mfalme, lakini mambo yalibadilika baada ya familia yake kuporomoka. Inasemekana walikuwa na madeni mengi sana ambayo yalifanya familia yao kutaifisha mali zote. Kutokana na familia ya Adelina kushuka chini ghafla na kuwa masikini, basi baba yake alikufa kwa presha ghafla, na mama yake alijinyonga kutokana na msongo wa mawazo, wakimwacha Adelina na dada yake ambaye alitoroka na kwenda kuishi mbali sana kukwepa aibu. Lakini huku kwa Adelina, thamani yake ilishuka ndani ya ndoa. Alikuwa ameolewa kwa maslahi ya kibiashara. Sasa kwa kuwa familia yake ilikuwa maskini, upendo wote ulipotea. Alikuwa akifanywa kama malkia, lakini sasa alikuwa kama kijakazi ambaye alihudumia familia kila kukicha. Na sasa kuna ugeni ulikuwa unakuja kwa ajili ya kuongea maandalizi ya harusi. Mume wake alikuwa anataka kuoa mwanamke mwingine ambaye familia yake ilikuwa ikijiweza kibiashara na si yeye. Muda ulipofika, kweli familia husika iliwasili. Ilipokelewa kifalme kwa shangwe na furaha tele. Walikaa meza moja wakipata chakula, huku maongezi ya kuunganisha uchumba akiendelea. Lakini muda huo Adelina alikuwa chumbani, amefungiwa ili asiweze kutoka na kuharibu mambo. Baba, mama, najua huko mlipo mtakuwa na huzuni kubwa sana kuona binti yenu napitia maisha haya, lakini hii haiwezi kufanya nikate tamaa. Naamini siku moja maisha yangu yatarudi kuwa na heshima na kusafisha jina la familia yetu. Naam, Adelina alijisemea mwenyewe akiwa ameketi kitandani. Sura yake ilikuwa na huzuni ya wazi. Msikilizaji, baada ya mambo yote kuisha na wageni kuondoka, ndipo Adelina alipata nafasi ya kutoka. Muda ulikuwa umeenda tayari, yapata kama saa 4 usiku. Aliona aende chumbani kwa mume wake ili kuongea naye, maana mambo yalikuwa yakiendelea yalikuwa yakimchanganya sana. Alifika na kumkuta mume wake ameketi kitandani akichezea laptop yake. Alisogea taratibu na kusimama karibu. Charles, Adelina alianza kwa kuita kiupole, lakini Charles alifunga laptop yake na kumtizama kwa kitambo. Kisha alisimama. Umekuja kufuata nini humu? Si nilikwambia iwe mwanzo na mwisho kuingia chumbani kwangu?
Ni nini ambacho kimekuleta hapa? Umesahau nini? Charles alikuwa mkali kiasi cha kumfanya Delina arudi nyuma kwa wasiwasi. Ni kweli? Ni kweli Charles, unataka kuwa mwanamke mwingine? Adelina, masikini chozi lilianza kumshuka. Kiukweli alikuwa akimpenda sana Charles. Alimpenda kuliko kawaida. Yes, nataka kuoa. Kwa sababu kwa sasa wewe hauna jipya. Kwanza hapa unasubiri. Hapa nilipo nasubiri mwanasheria wa ndoa yetu arudi kutoka Italy ili tufanye taratibu zote za taraka. Na siwezi kuishi na wewe. Nenda utafuta mwanaume mwingine, lakini si mimi. Lakini Charles, hebu toka bwana. Toka chumbani kwangu kabla sijaribu tena huu uso wako. Nafikiri unanijua vyema. Naam. Maneno ya hasira kutoka kwa Charles yalimfanya Delina ageuke na kuondoka zake taratibu. Kiukweli alikuwa haamini kama kweli maisha yake sasa yamegeuka kuwa kiza. Mwanamke aliyekuwa akiishi kama malkia, tabasamu halikupotea usoni mwake. Sasa alikuwa akiishi maisha mateso na tabasamu la kutafuta usoni mwake. Oya, unajua yule mwanamke ambaye nimelala naye jana? Sijui alikuwa mzaramo yule. Maana alinipa vitu mpaka nikaona hiki nini. Nimechukua namba yake. Nataka leo aje tena kunipa burudani. Yupi huyo? Au unasema yule Kashinde? Dem fani hivi mweusi halafu modo? Huyo. Ana macho makubwa hivi. Yes. Basi ndio huyo Kashinde. Niliwahi kulala naye yule. Mtoto anajua kukimbiza balaa. Lakini nikwambie tu usimzoe sana. Maana ana ugonjwa wa moyo kusimama. Sasa siku aje kukufia kifuani ndio utajua. Mbona tunatishana sasa Timos? Sio nakutisha Veni. Ila nakwambia ukweli. Kuna jamangu mmoja aliwahi kulala naye. Unajua mwisho wa siku mtoto akazimia kifuani. Jamaa alihisi kapagawa. Yaani alihisi kupagawa siku hiyo. Yule jamaa alimuogopa sana. Sasa wewe achana naye. Au nenda kistaarabu. Usijiachie sana. Sio nakutisha. Sikutishi Veni, ila nakwambia ukweli. Kuna jamangu mmoja aliwahi kulala naye. Mwisho wa siku mtoto kazimia kifuani. Jamaa alihisi kupagawa, ila baada ya muda demu aliamka. Tangu siku hiyo yule jamaa anamuogopa sana. Sasa wewe achana naye. Au nenda kistaarabu, usijiachie sana. Naam. Muziki taratibu ulikuwa ukitumbuiza. Kelele za watu kicheka na kuimba zilichukua nafasi yake. Lakini kwa vijana wawili, Timos na Veni, stori zilikuwa ni kuhusu wanawake. Walikuwa ni vijana wenye pesa nyingi sana, waliotokea katika familia tajiri. Hivyo hakuna kitu ambacho waliwaza vichwani mwao zaidi ya starehe. Lakini muda mchache baadaye simu ya Veni ilianza kuita. Na alipotizama juu ya kioo, jina lilisomeka Wanda. Huyu alikuwa ni mwanamke wake ambaye alikuwa naye katika mahusiano ya kimapenzi kwa zaidi ya mwezi mmoja. Naam. Alikuwa naye katika mahusiano ya kimapenzi kwa zaidi ya mwezi sasa. Yes mpenzi. Veni aliongea kwa furaha na mbwembwe baada ya kupokea. Lakini alikaribishwa na lawama pamoja na matusi mazito kutoka kwa mpenzi wake. Maana alikuwa tayari amejua tabia ya mwanaume wake. Alikuwa ni mwanaume aliyependa sana wanawake. Kwa hiyo upo na mimi katika mahusiano na bado unatoka na malaya wako? Sasa ni kipi ambacho ulitaka kwangu mimi sijakupa? Okay, sasa acha tunikwambie kwamba mimi na wewe tumemalizana leo, na wiki ijayo na kwenda kuwa mke wa mtu. Kwa heri. Wanda alimaliza kuzungumza na kukata simu bila kumpa Veni nafasi ya kujitetea. Lakini hata hivyo Veni hakujali chochote, kwa maana hakuwa na mapenzi yoyote kwa Wanda, ila alikuwa tu akimpotezea muda wake.
Naam. Zilipita siku 2 tangu Veni kuachana na Wanda. Siku moja, majira ya asubuhi, Veni aliamshwa na simu kutoka kwa baba yake, ambaye alimtaka kufika nyumbani haraka sana. Maana Veni alikuwa akiishi mbali na familia yake. Alikuwa na nyumba yake mwenyewe. Veni alitikia wito na kwenda mpaka nyumbani kwa wazazi wake. Lakini kubwa zaidi ambalo aliitiwa ni kuhusu harakati za kukabidhiwa nafasi ya juu katika kampuni, kwani baba yake alikuwa mbioni kustaafu. Sasa baba, kwani hilo nalo la kujadili? Nipeni tu hiyo nafasi. Nafikiri unanijua kwamba siwezi kukuangusha kabisa katika masuala ya uongozi. Nafahamu Veni, lakini wanahisa wote wamekataa wewe usipatiwe kampuni kwa sababu hauna mwanamke, yani haujaoa. Badala yake wanataka kampuni akabidhiwe binamu yako John. Sasa lengo la kukuita hapa ni kukuambia kwamba fanya utafute mwanamke ukooa, maana kama sio hivyo basi kampuni itaenda kwa John. Una siku 30 pekee za kukamilisha hile, baba Veni alihitimisha. Lakini habari hizo zilimfanya Veni kuchukia sana. Nafasi hiyo alikuwa akiitaka sana, lakini hakuwa tayari kuoa kwa muda huo. Sawa baba, nitajitahidi, ila kama itashindikana kupata huyo mwanamke ukooa, basi mpeni tu John hiyo nafasi. Veni alimaliza na kusimama, kisha aliaga na kuondoka zake. Wakati amefika nje akitaka kuingia kwenye gari yake, alipigiwa simu na John, ambaye ndiye hasimu wake wa nafasi ya kuongoza kampuni. Yeye na John hawakuwa na maelewano mazuri, na hapo John alikuwa akimtambia, kwani aliona nafasi hiyo anakwenda kuchukua yeye. Oh, bwana mdogo, mimi nakujua wewe ni playboy. Huwezi kuwa na mke. Sasa kama unataka nafasi hiyo, tafuta mwanamke uoe. Ila najua kwamba hii itakushinda. Nakwenda kuwa juu yako muda si mrefu. John alijigamba na kukata simu, akimwacha Veni akiwa na hasira sana. Naam. Wakati hayo yanaendelea, huku upande wa Delina aliitwa chumbani na mume wake Charles. Baada ya kufika, alipatiwa karatasi ya taraka na kuambiwa atie saini, kisha chukua mabegi yake na kuondoka katika nyumba hiyo. Adelina alikuwa mgumu kufanya hivyo, kwani alikuwa akimpenda sana Charles. Lakini kutokana na kusita kwake, alijikuta akipokea kipigo kikali sana ambacho kilimfanya pasuke vibaya maeneo ya uso wake. Alijikuta kisaini kwa lazima na kutolewa kama mbwa nje, akitupia mabegi yake. Adelina hakujua elekea wapi na atakuwa mgeni wa nani, maana ndugu ambao waliwapenda wakati wakiwa na pesa wote walikimbia. Jiji lilikuwa geni kwa Adelina. Akiwa na mabegi yake hakujua elekea wapi, maana licha kuwa mzaliwa wa jiji hilo, lakini hakuwa akitembea. Kama unavyojua tena, watoto wakishua huwa sio watembeaji, na ndivyo ilivyokuwa kwa Adelina. Hakuwa na pesa kusema labda atafuta hoteli au guest ya kupumzika kwa muda. Alikuwa yeye kama yeye. Watu walikuwa kimshangaa kila alipokuwa akipita, kwani alikuwa ameumia vibaya sana maeneo ya uso wake. Lakini licha ya yote, hakuna aliyethubutu kumpatia msaada. Badala yake waliishia kumtizama tu. Usiku ulipoingia, Adelina alisogea katika frame za maduka na kuketi hapo akiwa na hofu kubwa sana. Lakini hakuwa na msaada. Alijikaza ili angalau usiku huo uweze kupita salama. Yaani, jambo hili huwa linanipa kichaa sana mtu wangu. Sasa mimi nakuwa wapi na wapi? Naam. Upande wa Veni, usiku huo alitoka na kwenda klabu kama kawaida yake na rafiki yake. Alimweleza Timos kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Hiyo ni ngumu sana mzee, lakini sio mbaya. Kama unaona bado haujafika wakati wako kuoa, basi tafuta mwanamke yeyote.
hata mtaani, halafu funga naye ndoa mkataba. Yaani baada ya kukabidhiwa kampuni mnaachana. Wazo la Timos lilimuingia akilini Veni. Kwa kuwa hakuwa tayari kufunga ndoa, basi ni lazima atafute mwanamke wa kupanga naye mpango, hata kama angemlipa, lakini acheze kama mke halali wa ndoa. Naam, msikilizaji, tukitoka upande huu wa simulizi yetu, tunarudi upande wa Sandra, ambaye asubuhi ya siku hiyo alikuwa njiani kuelekea kazini, lakini alikuwa na ulinzi mkali sana. Njia nzima alikuwa akimwaza Mr. J. Alijiuliza mwanaume huyo atakuwa wapi na atakuwa mzima au amekufa, maana mara ya mwisho alishuhudia akipigwa risasi mbele. Baada ya nusu saa alikuwa amefika katika hoteli anayofanyia kazi. Alishuka kwenye gari, lakini ulinzi ulibakia getini kuhakikisha hakuna watu wabaya wanaoweza kuingia. Wow. Karibu sana Mrs. Jonathan. Naam. Wakati Sandra anaingia getini, sauti laini ya kike ilimkatiza kwa bashasha. Hakuwa mwingine ila alikuwa ni Amanda, mwanamke wa zamani wa Mr. J, ambaye aliamini alikuwa amepoteza maisha. Amanda alikuwa tayari amefahamu karibu wa Mr. J na Sandra. Sasa hapo alimfahamu Sandra kwa ajili. Alimfuata Sandra kwa ajili ya kumpa onyo akae mbali na Mr. J, kwani alikuwa ni mwanaume wake aliyepanga naye mambo mengi katika maisha, na sasa amerudi kuendeleza penzi lao. Msikilizaji, hapo sasa tunasema ni 2 in 1. Huku ni Sandra na huku ni Amanda. Sijui ni nani ataibuka ushindi. Lakini pia tumeona upande wa pili wa simulizi yetu kuna kisanga kingine kimeibuka, ambapo tumeona Veni analazimika kuoa mwanamke ili kupata nafasi ya juu katika kampuni. Je, atapata kweli huyo mwanamke kuoa, au ndio nafasi yake itautambaa na kwenda kwa John? Basi nikwambie hadi kufika hapa sina la ziada. Tukutane katika sehemu ijayo, na itakuwa ni sehemu ya 14. Bye bye kwa sasa.